najua kwa hakika Mwokozi yu karibu, na nitamfuata mahali. Mara tena safari yangu ikiwa hatarini, hali nimepita katika giza la jaribu, najua kwa hakika Mwokozi yu karibu, na nitamfuata mahali. Safari yangu ikiwa hatarini, na ikipita katika giza la jaribu, najua kwa hakika. Wakati nilikuwa nimekuwa nje ya Goma, wakati nilifika nilikutana ile teme ndio ilikuwa inahubiriwa. Lakini kuna kitu ambacho niliweka katika moyo wangu kwa mahubiri ambayo baba mchungaji mfanyakazi alikuwa akihubiri. Alisema unaweza kusema vipi unanipenda. Ndio unasema unanipenda. Lakini unakuja unanitendea mabaya. Ule sio upendo. Sio upendo. Unasemaje unanipenda na wakati unataka unione nikiwa katika matatizo? Unaweza ukanishuhudia unanipenda. Na wakati furaha yako ni ule muda unaniona niko nalia, wewe haunipendi. Haleluya. Na usijifariji kusema unanipenda. Baba akasema upendo unaziba kila kitu. Upendo. Ukinipenda hauwezi niwazia mabaya. Ukinipenda hauwezi nitakia vibaya vinifikie. Ukinipenda unaweza ukanichukia hata madhaifu yangu. Kwa maana ukisoma kitabu cha Mezali sura 10 mstari wa 12 inasema chuki inalamusha hasira, lakini upendo unatuliza mambo yote. Isitoshe baada ya hapo kuna wakati walimupa mama mchungaji madhabahu, na mama alikaa kihubiri na akahubiri teme kusema kwamba upendo sio upendeleo. Ilikuwa ni teme ambayo ilinibariki sana. Mungu awabariki wazazi wangu. Haijamaanisha kama unaona mtu anakaa hapo na afuati, ila mimi ninapokaa huwa nafuata 5 juu ya 5. Mama akasema upendo sio upendeleo. Unaweza sema aje na kupendaka huyu mtu. Mimi niko Mkristo, mimi napenda ba Kristo wote ya kanisa. Lakini uko na parti prime kanisa, uko watu biao semeshaki. Sema amen. Amen. Uko biao semeshaki. Ule asinisogele na bule kunywele vile. Sio upendo. Kuna watu ambao huko circle yenyewe ushaka jitengenezea wewe peke. Aseme aba ndio ba niveau yangu. Bengine haiko ba niveau yangu. Huo sio upendo ndugu yangu. Na kama una hiyo tabia nitakusii sana uache. Kama Yesu mwana wa Mungu angesema ya kwamba mimi ninakia niokoe tu washinwa. Jiulize soro yako wewe na mimi ingekuwa yeye. Lakini uko na possibility ya kusaidia mtu mwingine pembeni yako. Mwenzako anakosa 3000. Mais au moins de répondre kwa besoin mtu mwana kulomba $20 au moins ujikopesha. Lakini ule wa 3000 unashinda kusubvenir kwa besoin yake. Wewe hauna upendo. Unawezaje kusema unampenda Mungu aliye juu na wakati huko unamchukia jirani yako uliyekuwa naye karibu? Sasa leo kuna watu ambao wanajishuhudia kwamba tunampenda Mungu. Nitakushangaza na kuna watu ambao hawampendi na Mungu na jirani ampendi. Amen. Lakini anajidanganya kusema mimi nafanyeje? Ninampenda Mungu. Leo ndio utajua sasa kama kweli unampendaka Mungu wala kama haumpendaki. Kupitia hii dakika chache ambayo Mungu amefanyeje? Ametupatia. Sema amen. Amen. Tutakuwa wema kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. 5 mstari wa 22 mpaka 24. Karibu kwa yule anayekuwa na Swahili Kongo atusomee. Sura 5 22 24. Nasoma Waefeso sura yake ya 5 mstari wa 22 hadi 24. Ndiyo. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninyi
ni wake mtii waume wenu. Samahani, rudilia vizuri. Ninyi wake mtii waume wenu kama katika Bwana. 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo vile vile ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 24. Lakini kama vile bali muita bambi, lakini uhusiano wake yeye na Mungu haukujengwa kwa ajili ya ile maneno. Alijua nimekuja mimi ni mwana wa Mungu, hata kama watu wanaweza wakaniita mimi ni mwizi, lakini mimi najua siko mwizi. Écoute, ukiweka uhusiano wako unaishi wewe na Mungu, kwa sababu l'apparence est trompeuse. Kwa nyinyi venye mlitanguliaka ndio vile mnasemana. Unaweza ukamwona mtu ukamshuhudia na kusema ya kwamba huyu ni mtakatifu, lakini ndani mwake anajua ni si kwa damu mtakatifu. Ile ni frappe yenyewe na kwana ba frappe. Na kuna mwingine unaweza akadada na kuna bule majipe wake kambaraka, lakini wewe unamjua yeye kama mbaraka, lakini Mungu anamjua kama ni mjakazi wake. Akasikia maombi kama na hayo, kwa sababu unaenda kuomba kwa sababu ya yule aliyetangulia. Nani mwenye atatoa $100? Unaona Fredi mwana simama mwe mkanisa. Pastor, yana bala anajikaza kunyorosha mkono mrefu. Pardon, lakini mkikuwa naona kwa mfano inanyorosha, mwelewe kwanza mimi kwa na tirilema niko mrefu. Sema amen. Mkisema sasa alisemanga bale wanakaa mikono mrefu, lwangu linaimba. Nani atatoa $100? Kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchango mimi nitatoa $500. Ile sadaka unaitoa ni kwa ajili ya Mungu, wala unataka wakuone wewe wa makuta mwa kanisa? Unataka wakuone wewe wa makuta mwa kanisa, wala unaitoa kwa ajili ya Mungu? Maombi mingi yenye uko unafanya baba nipandishe viwango chini baitikishe. Ndugu yangu nakuambia utakula tiku. Mungu ajibu maombi kama na hayo. Unaifanya kwa sababu ya concurrence. Wakuone wewe mwimbaji mzuri, unaonekana hapa na kutoka kwenye mikroa utaki. Ulishekala pale papa ni nini, kumbe uko na mwenye uko na vize kule nyuma koneke na atasantire kama na sisi tunafanya career. Sema amen. Na ndio kwa maana watu wengi hawabarikiwi. Unawaona amekaa miaka mingi katika kazi ya uimbaji, maisha yake haibadiliki. Mungu sio mzalimu. Chochote apandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachovuna. Mungu anaangalia motivation yako. Dada wewe hizi kutoka tunaikalana wewe au kwa kishantie. Juu umeona basele wawili watatu wamenya mkanisa, unaanza kufanya janti. Bakia tu na ile tabia yako. Utakia kuona watumishi wengine baba hawakujaki mkanisa, mumafundisho hawakujaki. Kwa sababu baba kwa mfano alipokea watumishi kutoka Bukavu. Unaona na wengine banakuya sasa banaanza ikala sasa mumabiti. Juu ya nini? Concurrence. Wajua ya kwamba nao ni watumishi. Lakini eleweni ya kwamba hata ile presence yenu haikonte kitu. Mungu anaangalia motivation yako. Sema amen. Mungu anaangalia ni motivation. Benye biko na kutuma ufanye ile kazi. Uko naomba juu ya nini? Motivation yako ni nini? Kui kazi ya madhabahu ishara nene. Motivation yako ni nini? Kama uko motive juu ya chuki, na kuomba leo uache. Sema amen. Tukua watu wa kutaka sana kupenda mafundisho, kwa sababu neno la Mungu linakuwa nini? Linakuwa msingi katika maisha. Mais je suis toujours étonné kuona wakati wa neno la Mungu jo inakuwa wakati ya mtu kulala. Omwe afate seri ya 3 heures. Seri ya miaka 3. Uko beba na malizana mwezi mzima yuko nafuata seri. Mais iko incapable kufanya nini? Kusimama na kusikiliza predication ya 30 minutes.
Na huko bebe kwa sema unaye hapa shagawia, ndio ninagawia. Au mwa hata niko nagawia mu presence ya nani? Mu presence ya Mungu. C'est une fierté, n'est-ce pas? Un jeune comme moi kusimama na kusema juu ya Yesu. Haiko mzuri? Nina kukwaza, unapenda unione niko na maboro za mrefu kukinga ndio furahi. Sema amen. Sema amen. Wajene muko. Utapia wana wetu Yesu shangwe na vigelegele. Baba yangu mchungaji, ninakusihi sana baba. Usinione jinsi unavyoniona. Lakini ulize Mungu, eske ukiana vya maluanje bana kana imba. Kweli kabisa ni Mungu tu alipita wala ni juu Mikaeli yuko pale anasimama. Unakutana soliste vitali viko na bakia pale. Juu mulisikia ba musicien wengine balikuya, unaona frere Joy anakia mkanisa. Hautabarikiwa. Nakwambia kweli. Hautafanya nini? Hautabarikiwa kwa sababu ya yule mwingine alipiga solo. Wewe ufanye bosi. Juna na mwenzako yuko nakuya na nyorosha bu masauti umanini na manini, nasema na menda anza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nous devons comprendre Mungu avec considération. Motivation zetu zisikuwe za upinzani. Kama yule mfarisayo asema baba, mimi ninatoa mali, ninafanya kila kitu kwa ajili yako baba. Mwingine naye akasema baba, mimi ni mwenye dhambi. Mimi sistahili mbele zako. Katikati ya wale wawili nani alikubaliwa? Yule aliyejitambua. Tusipo tunalaumu kusema kwamba madhabahu ishara neno hamuna moto, ndio hamuna moto lakini mko Yesu. Sema amen. Kama wako unatafuta moto, wende kuvuka, utaona moto. Tena moto wa mingi sana na ukipenda utalunguza na mapale zote. Wende kuvuka, utaona moto. Bale banabii abaonaki tena. Doke wewe unataka bakufanyie tu bile vitu wewe unataka. Na ndio kwa maana tutakaa miaka na miaka ndani ya kanisa. Position ya mioyo yetu itatufanya tunabakia vile vile. Rabbi ne change. Motivation. Banabii balinyamu kanisa na wewe unaanza ijitajisha ufanye nini? Utoshe profesi. Utakia tabiri ya bongo mon frère. Utatabiri ya bongo masere. Acha. Sikukuwa na mpango, mimi nilikuwa nishaanza panga na nyumba. Lakini wakati tulipokuwa tunakaa tunazungumza na baba, akaniambia mambo ya nyumbani, nikasema c'est très important. Na nini? Na niliposikia kila alichoniambia, na ni kweli kabisa nimeshuhudia kuona mkono wa baba yangu. Sema amen. Nimeona mkono wa Mungu kupitia baba yangu. Nimeanza imba hapo. Tulikuwa na choral yenyewe tulifungula. Ilikuwa ni The Light of the World. Tulikuwa tunaimba na Joaquim kakake ya dada Ariel. Tulikuwa naimba na Elisha na wengine ba mingi. Lakini pastor siku mwaka kwa na ubiri akatuonesha parcours ya njia utumishi wake, asema kwamba mimi nilikuwa na servir Mungu. Wanatoa sadaka na unarudia kunyumba na miguu. Ile neno baba lilijenga. Mko mnatoa ushuhuda kwa ajili ya watoto wenu, wajue mguu gani watafuata. Hao walikuwa wanaenda huko na bibi na huko na watoto, lakini hata 100 francs hawezi kupatia. Kile kitu kikanimpia mimi neno kusema kwamba hata na mimi maisha yangu yote siwezi mtumikia Mungu kwa sababu ya sadaka. Siwezi nikaifanya katika maisha yangu. Anajua nini ninaweza nikahitaji. Siwezi nikajenga uhusiano wangu mimi na Mungu kwa sababu ya sadaka. Siku sadaka haiwezi kuwa, huyo Mungu nitamuacha. Huyo mwanamke anamhitaji huyo bwana yake kwa sababu ya bebe, na siku anampata bebe anamuacha bwana, anakuwa anamsura upendo wote unaendea kwa bebe. Unajua utakutana wale wa Kristo alikula hapa, unaona kabisa ni mjakazi. Siku Mungu anampa ndoa na utamwona tena mkanisa. Aisha atteindre objectif. Mimi alikuwa hapa, Yesu donne-moi un bébé, donne-moi un bébé papa, nisaidie. Mungu anakusaidia. Unaanza dharau na watumishi wa Mungu.
Sema amen. Sema amen. Nimeikala kumigulu ya utu. Lakini sijui kama katika kazi yangu nakuwa nafanya hapo. Kuna siku nishamwambia papa ava niimbe unipatie makuta. Si akamwambia. Na siwezi nikamwambia. Ndio ni baba. Kuna siku anaweza anakuja anakupatia kama vile mtoto. Nashukuru. Lakini sio kujenga uhusiano kwa sababu ya kile ambacho anataka kunipatia mimi. Watumishi wenzangu, msimtumikie Mungu kwa sababu ya pesa. Écoute, Mungu anakuwa na masurprise. Hivi Yesu akikuja kuambia sema ndio vile nyebote mkuye kwangu, lakini hakuna mtu nitakayempa kitu, lakini mbinguni 100% papa utabakia na baba Kristo wawili hapo. Wote watakata kwa zee, anaanza cheza na shie sasa. Anaanza cheza na nini? Anaanza cheza na shie. Ndio wale wake wanakuwa wanakashonea waume zao kwa sababu apate bebe. Siku amepata bebe, mama mwenzao mai. Oh, niko na mtoto. Sema amen. Haleluya.